Vipi msimamo wa mwanao kuhusu kuolewa? Nimezungumza na Anita, msimamo wake ni ule ule. Kwamba anataka kuolewa na kijana ambaye yuko porini. Lakini huyo kijana gani? Nimemuuliza asema kijana anaitwa Mzengo. Mizengo huyo Mizengo. Hivi mke wangu kweli aolewe? Mimi mfalme gota aolewe mwanangu porini kweli? Anakosa nini hapa? Hivi wewe mwanao yuko wapi? Yuko ndani. Hebu nitie haraka. Anita! Anita! Njoo. Mimi mfalme gota. Anitia aibu. Hebu nipe msimamo wako wa kuolewa. Usikie. Anita, si baba anakuuliza. Nipe msimamo wako kuhusu kuolewa. Baba, mimi nampenda Mzengo. Mizengo? Huyo Mizengo nani? Nani huyo Mizengo? Hivi wewe nataka nikuulize wewe binti yangu. Wewe umerogwa? Yule mwanamume yule anakaa polini kama nyani huko kazi yake kudanda kwenye miti tu. Ndio olewe na wewe? Wewe mwana wa mfalume gota. Wawana hii ya ardhi ya wana na Nsangu uolewe na yule mtu anajifanya kama nyani. Kweli mimi hao na watawala hapa, mimi nitawaangalia hadi macho yangu. Na baba, lakini mimi ndio chaguo langu. Chaguo gani bwana? Wewe unajua kupenda wewe? Maana umepagawa na huyo mtu wako Mizengo, si ndio? Nani kakufundisha kupenda binti kama wewe? Na aliyokufundisha kupenda wewe nani? Sasa mimi simtaki. Wewe lazima utaolewa na askari wangu shupavu Ngumo. Sio mwingine. Nimesema siolewe na Ngumo tena na Mzengo. Sasa unakwenda wapi? Wewe Anita. Mbona mtoto wako? Wewe ndio unamfundisha? Anita. Unalia nini? Anita. Una nini? Anita. Tuambie unalia nini? Anita. Tuambie ambacho kinakusibu. Anita. Anita, si tuambie ukweli. Kumbuka Anita, siri zako ni za kwetu na za kwetu ni za kwako Anita. Ni vizuri ukatuambia ukweli. Tuambie basi. Anita, basi nyamaza ili tuambie ni nini ambacho kinakusibu. Nijue babangu. Anafanya vitu na babako Anita. Nafikiri wote mnajua napenda sana Mzengo. Ndio. Lakini babangu hataki kusikia. Babangu hataki kuona. Anita, ni bora kumuunga babako mkono ili uolewe na askari shujaa Ngumo hapa kijijini kwetu. Itakuwa ni vizuri ukiolewa na askari shujaa hapa kijijini kwetu. Anita, kubali kuolewa na askari shujaa Ngumo, umfurahishe babako na mamako na pamoja na mizimu na Msangu. Anita, kubali na babako. Ndio Anita. Maisha yako yatakwenda vizuri. Mabega. Nini ambacho unaongea? Unaongea nini Mabega? Hapana Anita. Mimi nifuta nipo ushauri mzuri. Ni maneno gani unaongea haya? Ni maneno gani unaongea Mabega? Hapana Anita. Nakupenda sana Anita. Ni bora nife tunahitaji uwa.
Mzengo. Anita. Mtu wa mfalme. Usikie huko Anita. Hata mimi ni binti mdogo sana ambaye nahitaji kutimiza ndoto zangu. Na kutimiza ndoto zangu ni lazima nipite vikwazo vingi sana ili niweze kutimiza ndoto zangu. Ikiwemo nipande milima, niporomoshe mabonde ili niweze kutimiza ndoto zangu. Na hata wewe Anita, ni binti mdogo sana. Haitakiwi kukata tamaa. Pigania penzi lako kwa Mzengo. Na ipo siku babako atafunga mkono. Asante sana Nyakisumu. Usitegemea kama leo unaweza kuniambia maneno mazuri kama haya. Sitaki mazungumzo kabisa leo. Ushaanza. Sasa wewe vipi mwauko shaanza? Ninyi mbona mnapenda kugombana? Huyu hapa nichamuna na mazungumzo. Maenda pia mkorofi. Unasoma kicheza kikosa kidogo tutajifanya tazama maina njoo. Sasa na mimi pia nacheza. Hebu acha sisi tu. Waona maenda pia mkorofi. Kucheza utakini utatoa. Nimekumbuka kitu baada ya kuona maskari wanapita. Ni kitu gani hicho? Tuambie basi. Nyinyi si mnafahamu kama Anita amekuwa na anahitaji kuolewa? Ndio tunafahamu. Sasa kunaweza kutokea vurugu kubwa sana katika ardhi ya Namsangu. Vurugu? Ndiyo vurugu. Ni vurugu gani hiyo? Kumejitokeza wanaume wawili, mmoja ni askari shujaa hapa kijijini kwetu. Na mwingine ni kijana, nasikia ni kijana anayeshuka polini peke yake. Aha. Kuhusumu itakuwa ni yule tulokutana naye kule porini. Na hisi ndio huyo. Ndio. Inaweza kuwa si shauri zenu. Anaishi polini peke yake. Ndio. Jamani. Lakini anayefaa kumwoa Anita binti wa mfalme ni askari shujaa ambaye ni ngumu, au nyinyi mnasemaje? Ndio. Lakini Anita amtaki ngumu hata kumsikia. Anataka leo na huyo kijana anaishi polini peke yake. Tamaduni zake na za katika ardhi ya Namsangu tofauti. Na salamu akijiji cha Namsangu hazifahamu kabisa. Wewe hizo habari umezipata wapi? Mimi si nimemwona dadangu Mambega na kila kitakachotokea kwa mfalme mpaka aje nyumbani kutuambia. Jamani, ya Ngoswe tumwacheni Ngoswe. Tujadilini ya kwetu. Na kumbukeni tunamjadili hapa ni mtoto wa mfalme, amuoni kama ni hatari kwetu? Kweli. Lakini bahati yangu angepata dadangu Mambega, ningecheza ngoma, ningefurahi. Unasema Mambega ningeipata mie? Wewe utaendelea kuwa mlinzi wa ardhi ya Namsangu maisha. Kila mtu na bahati yake. Anita amepata hii bahati, haitaki kabisa. Nguma anaweza kubadili mawazo akamchagua mtu mwingine. Usimdanganye. Kuhusu rafiki yangu Nguma akibadili mawazo atakuoa. Usimdanganye mwenzio. Na kwa taarifa hata Nguma akibadilisha maamuzi, hawezi kumchukua Kuhusumu. Atabaki hapa ardhi ya Namsangu. Leo ni mkali sana. Nimekuta ndio lakini ile leo umezidi naona. Mambega hapo leo Tutakuja mwenyewe. Nimesikia tunasikia habari zimetoka moto hapa. Naanza kusema moto. Nishua kusikia ngumu. Mimi naamini wewe ni rafiki yangu zaidi ya rafiki. Sawa bwana? Ndio ngumu. Sasa nahitaji kwanza usimuona wale mabinti pale. Muona wale? Anita na wenzake. Sasa yule Anita wewe, hebu kamwambie afike hapa ili nipate kuongea naye. Nini kikusaidia jua hilo? Na kuahidi kitu kizuri sana. Nitakupa zawadi nzuri tu. Au una mashaka juu ya mimi? Hapana ngumu. Kwa kuwa nilishahidi kukusaidia, basi mimi nitakusaidia. Ni vyema ukafanya hivyo. Sawa. Sawa. Na imani atakubali. basi leo hujakula. Amna, chuka ndio. Zambu kile. Karibu Jeshua. naona warembo na Msangu mmekaa wenyewe mnapiga story. Ndio. Karibu kae. Asante. Inapendeza sana hasa mkiwa na binti mfalme Anita. Karibu kae. Kweli Jeshua. Karibu. Anita, kuna kitu ulikuwa nataka nikwambie. Sijui kama unaweza kunipa nafasi. Nimeagizwa na Ngumo. Ngumo anakusubiri pale. Anahitaji muende mkaongee.
ndio sijui aje. Yaani sijui ajeongea nini. Kumbe yeye ndio alokuleta. Sasa Anita, mazungumzo ya ngumu ndio unasema mazungumzo ambayo yana maana? Sikia nikwambie Joshua, sio kusikia habari za ngumu sawa. Nenda kamwambie simtaki na wewe ukome kutumwa na ngumwanda zako. Anita. Nenda. Mwangalie Bwana Mungari Anita. Kwa hiyo waondoka wabishana. Ondoka bwana, sikie nanili hapa. Joshua mbona uwaje Joshua? Joshua. Hebu niambie. Labda niseme bwana ngumu, sijui una bahati ya mtende. Wacha wewe. Yaani mambo yote yako sawa. Sawa kabisa. Kwa hiyo Sawa. kwa hiyo unataka kuniambia ngumu nani Joshua paka anajiita mwenyewe sasa niko hapa ili ujue kwamba mimi. Sawa, unataka kuniambia kwamba kila kitu kiko sawa. Kinachotakiwa wewe ni kufika pale na kumwambia Anita mimi nimefika. Basi umemaliza. Umemaliza ngumu. Mimi ndio Joshua. Nakuamini sana Joshua. Joshua nakuamini sana. Hata mimi niende. Sawa ngumu. Sawa bwana? Sawa. Napenda sana. Tena hasa mimi Anita napenda yaani kuona sababu tunafurahi. Zambu kile. Enyi vibaraka mtoto mfalme. Naomba mnipishe. Na shida kuongea na Anita mtoto mfalme. Siongee shida yako. Kwa hiyo hapa ndio hao wakiondoka ndio utaongea vizuri. Anita. Joshua kananiambia kwamba unaniita. Mimi wewe. Ndio. Jongo mwachekesha. Tunachekesha. Sidhani kama akili zako ziko sawa sawa. Hivi tangu mimi nikakaa nikakutumia mtu nikakuita wewe. Kwa lipi labda? Anita, mimi nilikuwa na mazungumzo na wewe. Nikamtuma Joshua aje. Sasa kanirudisha jibu kabla kama unaniita tuje tuongee hapa. Ni vyema akatupisha mimi na wewe tuongee. Wewe sio kuongea na mimi. Kuongea na mimi sasa sikiza nikwambie. Hivi sishakwambia sikutaki? Huo sikutaki. Nilikwambia hivi sikutaki. Yaani kwanza hivyo ulivyo, sio hivyo ulivyo. Yaani uendani kabisa na mimi. Watu pia watanishangaa nikiwa na wewe. Yaani uko tofauti. Hebu usitaka nikwambie ngumu. Ukitaka kumpata mtu jiangalie kwanza ulivyo afu muangalia mwenye jinsi alivyo. Kwa hiyo Joshua kanidanganya. Nenda zako, kakudanganya nini? Nenda zako. Wewe ndio mmekaa huko mkadanganyana sawa? Nenda bwana sasa kuona mwangalie. Nikuwa mweusi kwa sababu kunipata. Anita leo umenifurahisha. Joshua. Wewe bwana una bahati ya mtende. Sana. Imani mambo yote yako sawa sawia. Kama kawaida. Nilikwambia ndio saidia. Na mimi nimependa sana kazi yako. Yaani nimefika pale mtoto wa mfalme ana tatizo kabisa na mimi. Kabisa ni hana tatizo na mimi kabisa. Sasa yani mimi naamini kabisa wewe ni wa pekee kabisa. Yaani kwa kazi ambayo umenifanyia pale. Yaani Anita hana kipingamizi, nimeongea naye safi kabisa na tumeelewana. Niambia kukuwa na tatizo lolote. Yaani lolote Joshua, amini hivyo. Amini hivyo. Nafikiri ile zawadi yangu leo niahidi. Ndio wakati wako nipatia bwana ngumu. Sawa, hamna tatizo. Ila sasa nitakupa kesho. Kesho asubuhi kabisa kabla tuja. Zambu. Zambu. Zambu kile. Anita.
Baba Anita. Twende kumfahamisha. Yuko wapi? Zangu. Wewe mtoto wa kike ni mama yake bwana. Wewe itakuwa unajua binti yangu wapi amekwenda. Usilete mpumbavu wako. Baba Anita mimi sifahamu. Unajua? Sifahamu kabisa. Ndio yeye. Unaleta mpumbavu wako, sio? Sasa. Kwenda. Nani? Binti yangu wapi alikokuja? Mmemwona kapita hapa? Binti yangu mmemwona kapita hapa? Samahani ndugu mfalme. Tumemwona Anita akitoka asubuhi. Akielekea njia ya huko. Kwa hiyo nyinyi mmemruhusu, sio? Hapana mtukufu mfalme Gotogota. Kwa hiyo nyinyi mnanisaliti, sio? Hapana mtukufu mfalme Gotogota. Kazi niliwatuma hiyo. Hapana mtukufu mfalme Gotogota. Naam, kazi nilokutuma. Hapana. Wewe. Haraka mkamtafute. Kamtafute haraka. Anita! Mama Anita! Hebu njoo haraka. Wanao. Toka huko anaingia ndani na muita mimi hataki kunisikia. Sasa hii nafikiri wewe una njama moja na mwanao kutaka kunisaliti mimi. Si ndio? Sio kweli Baba Anita. Hapana, mtoto wa kike na mama yake bwana. Wewe utakuwa unajua wapi mwanao anakwenda na wewe ndio unamtia kiburi. Sasa uniambie. Mimi sifahamu Baba Anita. Ufahamu Ndio. Sasa sikiliza, mimi sina haja malumbano na wewe. Ninachotaka kitu kimoja. Najua wewe mwaka huu unanitafuta mimi, sio bure. Ndio. Hatuongelee hapa. Lazima niongelee hapa. Mimi lazima niongelee hapa. Zangu. Ndugu mfalme, alinatisha ndugu mfalme kama unavyoona. Kipindi unaelekea porini kumfuatilia Anita, tumefika sehemu tunaona mandhari ya ajabu sana ambayo haistahili kuishi binadamu wa kawaida. Haistahili kabisa ndugu mfalme. Wakati tunaangalia kumtafuta Anita, muda si mwingi mchota anapigwa na mshale mguuni. Wakati ninaanza kuchomoa ule mshale, wakangu na ukapita pia. Ndipo nikaamuru kumwamsha mchota na kuelekea hapa kwenye ngome. Nimekusikia, pole sana. Pole sana askari wangu. Nembo? Pole sana. Pole askari wangu.
inaelekea huyu mtu amejipanga sana. Vibaya mno. Sawa sawa. Sasa kitu kimoja tutakifanya mimi. Ndio. Ikabidi tujipange. Nende tukambanie, tutapambane naye. Sawa. Sawa mtukufu mfalme. Na nikifanikiwa kufika mimi mfalme Gota wa ardhi hii ya wana na zangu, mimi nitamkamata na nitamkata vipande nimrushie fisi huko. Sawa? Ndio ndugu mfalme. Pole ni sana kijana wangu. Pole. Lembo, pole sana. Pole sana. Pole sana. Wacha pole sana. Ulele mama, ulele mama, mama, kanike, mama, ulele mama, kanike, mama, ulele mama, ulele mama, mama, ulele mama, ulele mama, kanike, ulele mama, ulele mama, 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 ulele mama, ulele mama, 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 ulele mama, ulele mama, mama, ulele mama. Ameka mala pangu mkuu. Hakuna misi. Badilisha nini? Twende. Haya, wewe kani. Fanya hivyo. Poa. Wewe njoo mbele. Basi wangu moja. Angalia vizuri. Twende. Twende. Kurukiri kabisa. Tena mtu ashaingia humu. Zunguka. Saki, ndio mkuu. Panda juu. Nini? Mkuu. Ndio. Hakuna mtu. Hakuna mtu. Ndio mkuu. Umeangalia kwa makini? Hebu angalia kwa makini bwana. Mkuu. Mpaka rotani sana. Mkuu. Ndio. Hakuna kabisa. Shuka. Mkuu. Huyu mtu ni mjanja sana. Hivyo tutarejea kujipanga kwa siku nyingine. Sasa mkuu, tutamjibu nini mfalme? Tutajua nini cha kumjibu mfalme. Sawa? Ndio mkuu. Ndio tulipotoka. Twende. Nini unaogopa? Wewe si shida bwana. Kwa nini unaweza kuogopa? Siwezi kuogopa mtu kama wewe. Sawa. Nami napenda sana kauli zako. Bila shaka wewe ni mzengo. Ndio, mimi ndio mzengo. Sawa. Hivi nikuuliza kitu. Unadhani Anita pia ni tumbili? Sikiza nikwambie wewe ngedere. Unajisumbua. Anita daima ataendelea kuwa wangu. Anita ananipenda mimi mzengo. Unajidanganya.
Nani anakufahamu wewe? Zaidi ya wanyama ambao unashinda polini. Ni nani mwingine anakufahamu? Kufahamika kwako sio kwa Anita. Unafahamika na wanakijiji wa kijiji chenu. Lakini Anita ananipenda mimi. Nisikilize wewe. Anita hawezi kuolewa na wewe. Kwanza muendani. Kwanza unapovaa. Wewe si mnyama tu, sasa mkia. Unataka umuoe Anita umweke wapi? Mimi pia ni shujaa wa kijiji cha Namsangu. Ngumo. Ulitesi kwa lolote. Mimi ni Mzengo. Shujaa wa msitu wa Enyika. Wanyama wote wanitambua. Kama wewe ungelikuwa shujaa, usingeenda kuishi na watu. Ungeishi peke yako kama ninavyoishi mimi. Wanyama wote wa msitu wa Enyika wananitambua. Sawa sawa. Umeongea vizuri. Tena kwa kujikaza huku mishipa imekutoka. Ila tambua wazi, hata ujivimbishe vipi, huwezi kunyanyua gogo. Unajidanganya Ngumo. Unajidanganya. Sasa tambua mimi ni askari shujaa wa kijiji cha Namsangu. Sio kwenye himaya ya Mzengo. Ila hata ujikakamue vipi, huwezi kubeba. Wewe si shujaa. Mimi vile vile ni shujaa. Uniambie chochote. Kwa kuwa Anita na shujaa wako niko kwenye kijiji chenu cha Namsangu. Sawa sawa. Kama ni kijiji cha Namsangu, basi kama kweli wewe ni shujaa, umekamilika, wewe kweli ni shujaa. Weka silaha chini. Sishindwi. Eka. Shusha. Anza wewe. Shusha silaha. Anza wewe nakwambia. Shusha. Anza wewe. Shusha. Anza wewe. Mimi ndio Mzengo. Shujaa wa msitu wa Enyika. Hauwezi kunizuru katika himaya yangu. Kama kweli wewe ni shujaa, nyanyuka ukimbie. Nyanyuka tupigane. Amka! Darudi. Yule pale. Pale, yule pale. I say ahoo, 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 ahoo. I say ahoo, 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 ahoo. I say 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 amniwezi. Ni wajinga tu. Anita daima ataendelea kuwa wangu. I say Ani. Askari. Mimi ndo shujaa wa msitu wote wa Enyika. Sikieni mjinga anavyotuambia. Ina maana sisi ni mbwege? Ina maana yeye ndo kila kitu katika huu msitu? Hakuna. Sisi pia tunaweza. Ndio. Baadhi yenu lazima tuvuke hapa. Lazima tuvuke. Unamsikia jinsi anavyojita? Amniwezi. Ahoo, 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 ahoo. I say ahoo, 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 ahoo.
I say ahoo, 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 ahoo. I say ahoo, 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 ahoo. I say ahoo, 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 ahoo. I say ahoo, 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 ahoo. I say Stop! Hold it! Hayupo! Hayupo! Pumbavu kabisa. Yeye anajifanya mjanja ila sisi ni wajanja. Sisi tunashindwa kuvuka hapa. Ziwa la kwetu sisi. Sasa haina budi turudi kule. Ila kama yeye panyabuku, sisi kenge wa msitu. Sawa? Ndio mkuu. Bila kupoteza muda. Twende bwana. Nini wewe Makoribo? Damu inatapakaa hapa. Damu? Rudi bwana Makoribo, unakwenda wapi? Wamefanya nini? Wamekufa mfalme. Wakakita mkuki akida. Mmoja kina nani? Wasichana wawili mfalme kwa napeka wakati kuni. Sana. Rembo, na mtukufu mfalme Gotagoja. Itabidi uwafahamishe maskari wenzio wote. Sasa twende eneo la tukio. Ndio mtukufu. Sawa? Sawa mtukufu mfalme Gotagoja. Haya, huyu mwingizani ndani. Sawa.
Sinasemekana wasichana walikuwa wawili. Ndio. Huyo mwingine kwa. Labda tumtafute. Haya, naomba baadhi ya maskari mumtafute huyo mwingine ili tujue yuko wapi. Ni ukatili gani sasa huu jamani? Ngumo. Ndio mfalme. Naomba uchukue maskari wawili watatu wenzio. Ndio. Mkamtafute huyo mwingine. Sawa sawa. Askari wanne, twende. Yule pale. Twende. Huyu hapa. Bebeni. Tutenda bila kuchelewa, mbebeni tumpeleke kule. Ndio mfalme. Hii hali inatisha sana. Kweli. Inaonekana huyu bwana amejipanga sana eh? Mfalme. Huyu mtu ambaye anatumalizia wana ardhi wetu sio mwingine bali ni yule kijana ambaye anaishi polini. Si ndio wanawarithi wana Msangu? Ndio. Sawa sawa. Huyo tutapambana naye. Lakini kwa leo naomba kina mama wote warudi nyumbani ili maskari zangu tuzike hizi maiti. Sawa? Sawa. Manake mila zetu zinakataza wanawake na wanakijiji wengi kuzika. Yoyote anapokufa wanazika baadhi ya maskari zangu. Mzango! Nyanya polini. Umekuja tena Ngumo. Ndio. Mlazimisha mapenzi kwa mtu asiyekupenda. Leo ndio utajua kama mimi nalazimisha au Anita ni wangu kabisa. Mimi naona mfalme wa Kichenu amekosea. Bali ni shujaa wa mapenzi ya kulazimisha. Kama wewe mwanaume, usibwate kama mwanamke. Shuka chini. Wewe si mwanaume, shuka chini. Wabwata bwata. Ngumo. Sawa Ngumo. Wewe unajisumbua. Mimi siongei sana. Leo nimejitafiti. Lazima. Shuka bwana, unaongea nini wewe? Leo ndio mwisho wa maisha yako. Ngumo. Mimi ndio mzengo Ngumo. Zambu kile. Jamani, mimi ndio niliyomtuma mpiga mbiu wangu Bwana Joshua apige mbiu ili wana ardhi wote ya wana na Msangu waje hapa nyumbani kwangu. Jamani, ardhi yetu hivi sasa imevamiwa. Kuna jitu la ajabu, jitu linaishi msituni huko. Tuma Joshua askari wangu mkakamavu kaenda kafanya upelelezi wake, kweli ameliona hilo jitu. Halifanani na sisi, lina midevu inasikia, sijaonana nalo, lina mikucha, jitu limesokota minywele kama chizi. Kwa hiyo nimewaita niwafahamishe, kwa sababu hilo jitu linafanya matukio mabaya sana, linawajeruhi mpaka maskari wangu. Waita hapa wafahamishe hilo ili mjue.
Acheni. Mfalme Golgota, yule panyabuku ambaye kila siku alikuwa anatusumbua, leo tumemtia nguvuni. Kazi nzuri sana Ngumo. Hongereni sana vijana wangu. Kazi nzuri mnaonyesha, ukakamavu mnaonyesha, na uhodari na kunikili mimi mfalme wenu Gotagota. Kijana, wewe ulikuwa unaishi wapi? Husikii lugha ninasema? Unaongea lugha gani wewe? Sisi wanaharibu wananana zangu. Wewe unatoka wapi? Okay. Wache. Kijana shupavu. Shupavu sana wewe. Unawajeruhi maaskari wangu. Unatoa tishio katika ardhi yangu. Yawanda na sangu. Hawana raha, hawana amani kwa sababu ya wewe. Sasa nisikie bakora yangu. Mimi ndio mfalme Gotagota wa ardhi hii ya wana na sangu. Nilikuwa nataka siku moja nipambane na wewe, nikukate kati vipande vipande. Sasa leo umepambana na mimi Gotagota. Rembo, Na mtukufu mfalme Gotagota. nipe mkuki wangu. Sawa mtukufu. Anayeua kwa upanga na yeye lazima afe kwa upanga. Wewe ulikuwa unawajeruhi maaskari wangu na mkuki. Leo ninakuua na mkuki. Mbele ya wanaardhi yangu wanaona. Mimi mke wangu sijui hata nifanye. Nimechanganyikiwa sana kimawazo. Kivipi? Sawa sawa. Yule kijana tumeshamkamata. Ndiyo. Lakini mwanangu Anita hana raha. Anakosa kula, hana amani, hana furaha hata kidogo. Sasa kwa kweli kwa hilo limenichanganya, nimechanganyikiwa. Sijui nifanyeje, sijui. Ni kweli. Hata ukifuatilia mama Ngumo alifika hapa kuhusu binti yetu Anita aolewe na askari shujaa Ngumo. Sawa sawa Malikia, hilo nalikumbuka. Ehe. Sasa mimi nina wazo. Wazo gani ulikuwa nalo? Tuandae mashindano. Mashindano? Ndiyo. Haya mashindano ya aina gani? Unakumbuka wazungu walituachia basikeli hizi? 2. Nakumbuka. Na atakayeshinda ndo atakayemuoa binti yetu.
Wazo lako nimelisikia zuri sana. Itabidi nimtume kijana wangu apige mbiu. Wanaalizi wote wananana zangu wali hapa. Ni watangazie wazi wazi wajue. Sawa? Sawa. Zambu kile. Kama mnavyofahamu, mimi ninaye binti Anita, mwana wa mfalme Gotagota. Kuwa hivi sasa, lakini naona kuna malumbano mengi yanatokea. Pamoja na kumkamata yule kijana, yuko ndani hivi sasa, nimemfungia. Lakini amejitokeza shujaa mwingine. Tuma kijana wangu Joshua apige mbiu ili wana ardhi wote wa Wananamsangu fike hapa niwaeleze kwamba nimekaa mimi na malikia wangu, tumeongea sana, tumeshauriana na tukapata jibu. Akaniambia, mfalme, kwa nini usiweke mashindano? Mashindano gani? Washindane hawa. Atakayeibuka kuwa shujaa ndio amuoe binti yetu. Tena isitoshe, wakati wanaondoka hapa wazungu, manake katika ardhi yetu hii ya Wananamsangu walikuwepo wazungu hapa. Wakati huo bado kijana kabisa. Walipoondoka wameacha baskeli. Kwa nini wasishindane? Tusiweke mashindano ya baskeli. Atakayeibuka kuwa mshindi basi ndio amuoe Anita, mwana wa mfalme Gotagota. Sawa. Mimi nikafurahi sana wazo lake malikia wangu. Sana. Nikaona huyu anamuona mbali kuliko ni mimi. Nikakubaliana naye. Na nikaona ni waiti hapa. Nilieleze ili swala wazi wazi kwenu bwana Alice. Mjue. Kwa hiyo pamejitokeza na shujaa mwingine. Kwa hiyo mashindano haya watakuwa bwana Ngumo. Ndio. Na bwana Mizengo. Jamani. Chuki mchukieni, lakini haki yake mpeni. Ndio. Tumnyime haki kwa sababu alikuwa anakaa polini na ngedere. Sasa washindane, atakayeibuka kuwa mshindi ndio amuoe binti yangu. Mimi nimekubaliana naye. Kwa hiyo Rembo na mtukufu mfalme Gotagota. Mchota na mtukufu. Hebu kamleteni yule kijana nilomfungia. Sawa. Haraka. Nafikiri mmenielewa. Mmenielewa maneno niliyosema? Ndio. Sawa. Msimamisheni pale kwa mwenzie. Msimamisheni kwa mwenzie. Mwekeni pale sawa na mwenzie. Mizengo, hebu simama. Una uwezo wa kunisikiliza? Haya basi, tulia. Una uwezo wa kunisikiliza? Pamoja na malumbano mengi sana mimi na wewe, lakini nimeuona ukweli. Siwezi nikamkera binti yangu
Anita mwana wa mfalme Gotagota. Siwezi. Nimeamua kati ya nyinyi mashujaa wawili, Ngumo na wewe Mizengo, muingie kwenye mchakato wa mashindano. Tashindana kwa kutumia baskeli. Atakayeibuka kwa mshindi kati yenu ndiye atakayemuoa binti yangu Anita mwana wa mfalme Gotagota. Nafikiri umenisikia. Natoa siku tatu kwa ajili ya maandalizi ya mazoezi. Nafikiri na huyu bwana hali yake itakuwa mzuri. Si unamwona alivyo? Ndio. Baada ya hapo wataingia kwenye mashindano. Atakayeibuka kuwa mshindi kati yao hawa, Ngumo na Mizengo, ndio atakayemuoa binti yangu. Mwanangu Ngumo lazima ashinde. Zambu kile. Ngumo juu. Mimi naona baba yako amepanga mia Anita wewe ni kukosi. Sidhani kama mimi nitaweza kuendesha. Utaweza bwana, mimi simekuja kukufundisha. Anita, mimi siwezi kabisa. Mimi sidhani kama nitaweza Anita. Mimi nahisi nitakukosa Anita. Usikate tamaa, natumaini utaweza. Sidhani Anita. Hapana, nikwambie sasa. Hapana. So hivyo bwana, ona. Ndio mguu. So hivyo. Anita. Mimi naona sitoweza. Hamna, utaweza. Unajua ukiumia hivyo ndo unajua. Sasa so hapo, yani hapa juu. Kwa hiyo kuumia ndo kujua. Sasa Anita, mpaka nikiweza si nitakuwa nina majeraha mwili mzima. Hamna bwana, hebu panda. Sikiza nikwambie, wewe ujui. Ingiza mguu mmoja hapa. Kwa juu sio kwa chini. Kwa juu afuka hapa. Ingiza kabisa. Asante. Ila si nikwambia utaweza. Si unaona sasa hivi unaanza kuweza. Ni kweli Anita mpenzi, sasa naanza kupata matumaini. Anita. Nafurahi sana kwa walimu wako. Kwa kunifundisha mpaka leo nimeweza. Mimi si nikwambia utaweza. Ni kweli Anita. Anita.
Nakupenda. Anita, naomba nikupakize. Mimi naogopa utanidondosha. Hamna, sikudondosha. Ina maana Anita uniamini? Hivi unajua alichotutia sasa baba ameleka muda mwingi. Zambu! 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 Sawa. Najua mna shauku kubwa sana ya kutaka kujua ni nini ambacho nimeitia huko. Kweli mkuu. Hii sehemu ni asili. Hakuna lingine zaidi ya mashindano ambayo Mfalme Gotagota ametangaza rasmi. Sawa? Sawa. Nilichoitia hapa ni juu ya ushirikiano wenu, kuungana mkono kati ya mimi na nyie kuhakikisha kwamba tunashinda mashindano haya na Anita anabaki kuwa wangu. Umeelewa? Ndio. Nafurahi kusikia hivyo. Narudia tena, kwa yoyote yule ambaye atakwenda kinyume na sisi, hata nisaliti, nitamfanya kitu kibaya ambacho hajawahi kufanya hata siku moja. Umeelewa? Ndio. Ola kinisikie mdudu awe kenge mamba ashirikiane na mtu ambaye hajatoka kwenye ardhi hii ana msango, nitamfanya vibaya. Umeelewa? Ndio mkuu. Kunguma. Ndio. Mimi kama Jota na kuahidi nitashirikiana naye bega kwa bega mradi umpate binti ufalme. Nafurahi kusikia hivyo. Nafurahi sana. Ila kwa atakaye nisaliti, narudia tena, kushirikiana na mtu yule wa polini ambaye hajulikani, nitamfanya kitu kibaya. Umeelewa? Ndio mkuu. Mimi ndo ngumu. Lakini mkuu, Ndio. unatuahidi nini endapo utafanikiwa kushinda mashindano haya? Safi sana. Swali lako ni zuri sana, ila pia ni jepesi kulijibu. Na waahidi zawadi. Zawadi nono. Ni zawadi gani hiyo mkuu? Mapema sana, ila mtaiona. Sawa? Sawa mkuu. Sasa tunakwenda katika utaratibu utakapokuwa. Kila mtu nitampanga sehemu yake. Sawa? Naanza na nyewe mabinti. Mnanisikiza? Ndio mkuu. Naomba muongee na Anita. Anita ni mtu wa karibu yenu sana. Naomba muongee naye na atambue kama mimi nampenda Ngumo. Nampenda sana. Na nahitaji nimuoe. Umeelewa? Ndio mkuu. Usijali mkuu Ngumu. Nitafanya juu chini unampata Anita binti wa mfalme. Nimefurahi kusikia hivyo. Narudi kwa wenzangu. Askari shujaa wa ardhi hii ya Wanamsango, nyie ni wenzangu, tunashirikiana kwa kila jambo, liwe zuri liwe baya. Tumeelewa? Ndio mkuu. Sasa nahitaji msaada wenu wa hali na mali. Umeelewa? Ndio mkuu. Baadhi yetu tutakuwa msituni na wengine tutakuwa eneo la mashindano. Wale wa msituni hakikisheni kwamba apiti, na kama akipita basi mumtome mshale. Sawa? Sawa. Eza afe au wapate jeraha ambalo litakamfanya ashindwe kuendelea na mashindano. Mmenielewa? Ndio mkuu. Nataka nisikie ndio mkuu kwa mara ya mwisho. Ndio mkuu. Sawa. Askari mtoki. Ndio mkuu. Mmenielewa? Ndio nimekuelewa mkuu. Kama utakwenda kinyume, huu ni nini? Mtoki wangu mkuu. Hebu tazama unavyoanguka. Kama utakwenda kinyume na mimi, nitakuangusha kama nilivyoangusha mswaki huu. Okota. Sina mengi. Kuna mtu mwenye swali? Hapana. Hata mimi nakuahidi tutakuwa pamoja mpaka mwisho. Asante. Tawanyikeni. Wewe mganga. Karibu. Karibu Mosie. Karibu sana. Karibu. Habari yako mganga? Nzuri, haya nzeze huko. Safi. Habari yani? Safi. Karibu hemke kaa. Karibu mgoshi. Haya nzeze huko.
Huko salama. Shida yangu kubwa sana ambayo imeleta hapa mganga. Nafikiri unafahamu katika ardhi yetu hii ya Namsangu. Ndio. Mfalme Gotagota ametangaza mashindano. Sasa ninachohitaji mimi ambacho kimenifanya nije hapa, nahitaji kushinda mashindano yale. Mimi ndio niyo mshindi na nimuoe binti yake. Itangwa Anita. Anita. Itangwa Anita. Mashindano na kijana ambaye anaishi polini huko. Sasa mganga, mimi nimekuja hapa, shida yangu kubwa sana ambayo imenileta mimi hapa. Sawa. Juu ya kunifanyia dawa ili hadi mimi nishinde mashindano. Kwa hiyo iwe kundi wa uituke mshinde. Uzabu amosie. Uzabu wa nishachukua. Uzabu yani uzabu wa na kundi ni uwe. Tulia ushe. Tulia ngoshwe mbui zangu. Ni mimi mganga. Mani. Hichi kijiji wani ogo haini. Uzanielewa. Tulia ushe mosi. Anaitwa nani mtu mwenyewe? Anaitwa Mzengo. Anaitwa Mzengo. Mzengo, nasema hivi. Ukimwona huyu kijana, unaitwa nani wewe? Mimi naitwa Ngumo. Ukimwona Ngumo, muone kama simba. Nasema nenda. Hata kufanya lolote lile. Hata kuona wewe kama simba. Badala ya kumuogopa wewe, hata kuogopa wewe. Nenda. Mimi ni mzoefu wa misitu lakini sijawahi kufika maeneo haya hata siku moja. Ni kweli Mzengo, lakini tunaenda mzimuni. Mzimuni? Ndio. Tunaenda kufanya nini? Tunaenda kuomba mzimu tusaidie ili uweze kushinda katika mashindano. Mizimu kiomba ndio inatusaidia. Itatusaidia kwa sababu kijiji chetu cha Namsangu kinategemea huo mzimu. Anita. Kwa hiyo tutashinda. Ndio. Odi mzimu wa Kirunde. Unaniona hapa mbele ni Anita binti mfalme. Nimekuja mbele yenu leo kuwaomba, naomba mnisaidie sana kwa ajili ya mashindano ambayo ametoa baba. Na huyu mnaomuona hapa mbele yangu ni mchumba wangu mtarajiwa. Kwa hiyo naomba mnisaidie sana. Ili aweze kushinda katika mashindano, aweze kuwa mume wangu. Maliza. Kambu! Zambukile! Kambu! Zambukile! Siku zilizopita nilitangaza kwamba kutakuwa na mashindano na nikatoa siku 3 kwa ajili ya mazoezi na kumngoja yule ambaye mshiriki mwingine hali zake ziwe nzuri. Nafikiri leo mashindano yetu ndio yanaanza rasmi. Ngumo? Mfalme. Uko sawa? Niko sawa. Ngumo! Mzengo. Ndio. Uko sawa? Niko sawa. Chota? Na mtukufu. Toa baskeli, wakabidhi shujaa moja moja. Sasa Rusa.
mrefu. Ngumu askari shujaa hapa kijijini kwetu lazima amchukue. Hapo ni lazima. Atashinda. Lazima ashinde, kwa nini asishinde? Lakini pia Mzengo pia anaweza. Lazima Ngumu ashinde. Lazima mwanangu Ngumu ashinde. Zambo! Zambukile! Zambo! Zambukile! Jamani, nafikiri kila mwenye macho yake amejionea mwenyewe. Hayawi sasa yamekuwa. Nafikiri tumewapata mashujaa wawili. Mimi na malikia wangu hapa tumechanga mawazo, tukaweka mashindano, tukafahamishana wanaardhi wote, na kweli leo kila mtu ameona mwenyewe nani mshindi wa mashindano. Mtu haki yake upewa bwana. Mzengo ameshinda pambano la leo, na ndio mwenye haki ya kuwa shujaa pekee wa kumwoa binti yangu Anita, mwana wa mfalme Gotagota. Jamani, ni kweli hakuoniwa mtu, hakupendelewa mtu hapa. Haki imempendelea kabisa bwana Mzengo. Yeye ndo mshindi wa mashindano, ndiye atakayemuoa Anita. Kwa hiyo kuanzia leo Mzengo na Anita ni mke na mume. Mzengo, ndio mfalme, kuanzia leo mkeo Anita. Anita, kuanzia leo mume wako Mzengo. Sasa kabla sijaendelea, wewe unatokea wapi? Asili yako hasa unatokea wapi? Boko na mkuu na Kaboju, hebu kamleteni na mama mchawi. Kuna tatizo, kuna tatizo. Mama, unajua kilichokuleta hapa? Sikifahamu. Hey. Kwa nini unakuwa tishio katika hii ardhi wewe? Unatisha wana ardhi wa hapa kwa nini? Mtukufu mfalme, sielewi kosa langu ni nini. Uelewi kosa lako? Sielewi. Utalielewa. Tena utanielewa vizuri sana. Utanielewa. Kwa nini wewe mama unakuwa mchawi? Mtukufu mfalme, uchawi mimi si hujui. Mtukufu nasingiziwa tu, lakini sina tabia hiyo. Mtukufu mfalme. Hujui uchawi eh? Kwa hiyo wewe sio mchawi. Usinimwagie mchozi. Usinimwagie mchozi hapa uwanjani kwangu. Usimwagie mchozi. Tena ukitaka kunichezea kichwa changu, endelea kumwaga mchozi. Nitakuvuruga. Wewe mama simba mtu? Hapana. Asubuhi mtu, usiku simba, unakula watu, si ndio? Naomba unisamehe mtukufu mfalme. Sasa sikiliza. Hii ardhi ya Wananansangu tunaishi kwa sheria. Tunaishi kwa mila na desturi zetu hapa. Yoyote anayekiuka utaratibu wa utawala wangu mimi, Gota wa Gota, wa ardhi hii ya Wananansangu, lazima atapata adhabu. Na tabia mbaya uliyokuwa nayo ya roho mbaya
Naomba nisikilize. Naomba nisikilize. Naomba nisikilize. Kimya, kimya, kimya. Kimya. Toa mikono. Toa mikono. Toa mikono. Wala kijiji wenzangu naomba mniombe kwa mfalme. Sijui nilichotenda mimi maskini. Hebu tulia. Una utani na mimi? Unauchezea ufalme wangu eh? Kwa tabia mbaya uliyokuwa nayo, kuwa tishio katika ardhi yangu, wewe lazima ukatupwe msituni. Mtukufu mfalme nisamehe. Usinishike miguu. Hakuna cha msamaha. Sitaki kusikiliza utumbo wako. Boko na mkuu na mwenzio na kamata huyu mama, peleka polini. Kumbe ni mwanakijiji mwenzetu. Yetu bwana, mwanakijiji mwenzetu. Pole sana. Na mama yako yuko wapi? Mzengo mwanangu, hali yangu inazidi kuwa tete sana sasa hivi. Ninachokusii mwanangu, uko katika msitu mkubwa sana ambao siwezi kuzungumzia historia yake. Mzengo mwanangu, nakusii katika maisha yako usipende kushirikiana na mwanakijiji wowote wa kijiji hiki cha Namsango. Kwa jinsi nilivyofanyiwa, basi mimi mwenyewe ndo ninajua. Kwa hiyo mwanangu, naomba uwe shujaa wa kujitafutia wewe katika maisha yako na si mtu mwingine. Umenisikia mwanangu? Mama. Mama. Ndio tena. Mama, nakuletea dawa hizi hapa mama. Karibu sana. Naomba msamaha kwa yote yaliyotokea. Sasa unataka kuendelea kuishi hapa au unataka kuishi huko polini unakoishi? Nakusii katika maisha yako usipende kushirikiana na mwanakijiji wowote wa kijiji hiki cha Namsango. Mtukufu mfalme, mimi ningependa niishi kule kule porini ambapo nilikuwa ninaishi mara ya kwanza. Oh, vizuri sana. Utaendelea kuishi huko unakopenda mwenyewe, wewe na mke wako, na nitakupa ulinzi wa kutosha sana umlindeni kule. Sawa? Ndio mtukufu mfalme. Anita, naomba usogee. Shikaneni mikono. Haya, nyimbo ipigwe. Ai. Kwangwa ni kwangwa.